Mũrata wa Ngai TV. Eno ni Mũrata wa Mũgĩkũyũ augaga ndugu nĩ makinya marĩa tũrenda mambĩrĩrie o wega gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV. Woka ni mohoro. Walimu tayari mimi nimepanga walimu, tumeajiri walimu 76,000. Those were not demonstrations. That was theft. Haha tũrĩ maigagĩrĩra ratirini tukahinya marĩa marahanĩka hatarĩ kuogora ona kũrũria cumbĩ. Kalonzo atapisha baadaye. Sisi sio wajinga tukiwa wameru. Hakuna mtu atatundanganya kwenda kona tutoke kwa serikali. Makĩria ma uguoka ni uteti. Tulipigia Rais William Ruto. Tulijua yeye si Mkikuyu, lakini kwa sababu sisi ni wazalendo na ni wa Kenya, tukampigia kura. Wojoria. Trade between Kenya and US is crucial and critical. US is, I would say, our 4th or 5th largest market in terms of export. Uthi na utongoria wa bũrũri. In all the other arms of government, there must be concerted effort in regards to the existential threats that we have in our economy. Honorable Speaker, one of them is debt. Ona mathako. Garnacho's cross. Tũrĩ makĩragĩra o haha thĩinĩ wa metha-inĩ itũ ya mohoro thĩinĩ wa mũtambo waku wendete wa Mũrata wa Ngai TV, kuma ng'ongo na ng'ongo harĩa rũthiomi rũrũ rwa ĩno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Ndugu ni makinya maya tũrĩtwaranaga nawe woka ni mohoro-inĩ ma ũteti gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia Kenya, wonjoria, ũkũria no thii wa na mbere, ũrĩmi ona gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ ona ningĩ mathako. Nyitanagĩra na ithuĩ thĩinĩ wa Mũrata mĩaraho, thĩinĩ wa Mũrata thaa 1 na Mũrata thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Kenyitanagĩra naniĩ Wanjirũ Wainaina na niĩ Mũciri wa Mwangi, oro na niĩ Mũthuri Tigĩcĩra. Amu gĩkĩ nĩkĩo gĩtwe kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ. Eno ni Mũrata wa Ngai TV. Hihi ni wĩiguĩte Mũrata wa Ngai TV ĩragwa gwaku otaba, na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩrakũrehera tabarĩra ya Mũrata matũra-inĩ kũrĩa tũrĩhukuraga matũra matiganĩte tũkamenya ũrĩa matariĩ. Tabarĩra no ĩrĩgũkinyagĩra thaa 1 cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa Jumamothi. Nĩtũnyitanagĩre. Nĩ harĩ ũmwe wanyu gatagati kanyu ũrwarĩte. Ũcio nĩete athuri a kanitha nao mamũhoere makĩmũitagĩrĩria maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Tarĩki nĩ 1 mweri-inĩ wa gatano, na rĩo igongona nĩ mahoya ma o mweri marĩa magakorwo magũcokeria Ngai ngatho nĩ arĩa ahonu na kũhoera arĩa arwaru.
maria magatongorio ni Archbishop John Githire kanitha-ini wa Theophilus Church Jathaini. Inyuothe muri anyite ugeni. Hihi ni wihariirie kuigwa ciĩgiĩ ũteti ũkinyitanĩra na kanitha? Ngai aroguteithia. Mungu akusaidie. Uconokere wĩra wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wĩra wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Utungatĩri tiga kugayania wĩra wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. Wĩra wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na witherie. Na ujitakase. We have counted one too many. But this is now a wrong number. Kinyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia tabarĩra-inĩ ya Nguru Ngai-nĩ. Nimesikia mmemwambia Stephen ya kwamba kulia, kushoto, mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Gĩkururĩre karenda yaku tukanyitanagĩra na tukamenyaga harĩa twerekeire tũrĩ ta bũrũri. Hihi ni wĩiguĩte Mũrata wa Ngai TV ĩragwa gwaku Otaba, na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩrakũrehera tabarĩra ya Mũrata Matũra-inĩ kũrĩa tũrĩhukuraga matũra matiganĩte tũkamenya ũrĩa matariĩ. Tabarĩra ĩno ĩrĩgũkinyagĩra thaa 1 cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa Jumamothi. Nĩtũnyitanagĩre. Eno ni Mũrata wa Ngai TV. Well, nĩ wega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Nĩ hĩndĩ cirĩkĩtie kwĩhanda wega thaa 10 na ndagĩka 30 na mũthenya wa ũmũthĩ wĩ mũthenya wa Friday. Ngwĩraga ũmũthĩ we are supposed to lay our foundation. Na gĩbindi gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩa mũthingi wa mũtũrĩre ndĩrenda ũmũthĩ tũkorwo twĩ somehow vibe tondũ nĩgũkorwo in a bit different. Tondũ nawe warora around me, I know you are seeing something different from what we do the other days. Mũthenya ũmũthĩ nĩngwenda ũnjĩtĩkĩrie ndikahũthĩre Gĩkũyũ mũno, hũthĩre Gĩthweri nĩ ũndũ wa arĩa tũkĩrĩ nao. Ndikwamba introduce mũgeni wakwa, ndĩrenda remain a very anonymous. Na niĩ ngwĩraga njĩtagwo Mũthoni wa Mbũrũ, no ngĩendana nagia kaingĩ ũkanjĩta Kamso. Nĩngenaga mũno ũkĩnania. Na mũthenya ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie kaũndũ ge hakuhĩ kũringana na topic ĩrĩa twarĩrĩirie ĩgiĩ when life decides to take a different path but with the same purpose. Rĩu ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie wĩgiĩ the dream versus duty. Na mũthenya ũmũthĩ ndakwĩra ndĩna ageni aingĩ nginya niĩ ndĩrarigwo nũ ngũhe kanya nyume tondũ maihũire gũkũ na bado the special guest ũrĩa itangĩaga kũrehe. Ũmũthĩ mũtikamakeni mũ nĩaregire gũka naniĩ, ũmũthĩ ndĩika, koguo mwĩtĩkĩre ũrĩa kũhana. Na nĩ ngwenda the audience, hi, mimi na shout kuwashinda hi. Nĩ mwakĩigua na hau ũguo kwĩna noises ti ya mũndũ ũmwe nĩ andũ aingĩ tondũ ũmũthĩ arĩ tarĩki 17 twĩ gũkũ Theophilus Church itũra rĩa Jathaini kũrĩa kwĩna conference ya mbeũ njĩthĩ nĩgetha tũrĩ foundation itũ ya rũciũ, nĩgetha tũgĩkinya harĩa rũciũ tũgakorwo mũtũrĩre witũ rĩ it's no longer the same. Ithuĩ
turerirwo kaundu ati tutigotweka youth wa siku hizi. We want to be different youth, si youth wa siku hizi. Na riu omothe ndrenda nyone no jorie kiuria in among us my audience, na negwenda na wewe hau mwena wa YouTube no ndumiriri haria ha 0742383838 oroho no ndumiriri kwa 0742414141 kana no utucerere kuria mwena wa YouTube niyo Murata wa Ngai TV, na kwa mwena wa Facebook ni Murata wa Ngai Television. Ni wega o tune in nigetha nawe uthome kiria urathoma kiria tuguthoma na ithwe. Na negwenda njurie kiuria kimwe, wewe ikarete hau thiri. Imagine one day, si tuko shule most of us, maybe in primary, others secondary, and others wako tertiary, sindio? So one day, niko class 6, maybe somewhere there, or let's say form 1, and something just happens, and I will no longer go to school. Or maybe school fees imekosa. Niko shule lakini school fees imekosa. Hata mzazi ajaribu aje, amekosa kabisa. And life now decides to grow faster than your dream. It decides ndirenda reu uthie ugethe bia nigetha uthie o continue na your life, ugacoka ucoke thukuru riria wagia indo ciaku. If you are the one there, ujipata in that situation where you are supposed to choose like I'm here, I'm supposed to choose. I have siblings. I'm supposed to choose. Nafa could chase my dreams, or am I supposed to take the responsibilities to take care of my siblings? Reudreda modo ahe oria aye ageka. We correct in a situation where you are supposed to choose the duty or the dream. And I want volunteers. I want to hear what you can do when you find yourself in that situation. Ate muthenya ne wakia, I have to choose. Negothoma kana negoteithia aciari akwa gwetha bia icio. If you find yourself in such a situation that life has grown faster than you ever expected, and now it have made you to be a responsible woman or a responsible man, if you are the one, what will you do? I want to hear answers. I want to hear suggestions. Todo ithe tureirwo tutigukora hateka-ini imwe no tamenya hena mundu urakwirorera wi hateka-ini iyo. What do you think that person anafaa kufanya? Tony, can you tell us something? I want to hear someone talking. Can I hear something from Tony? Modo no ahere Tony microphone ndio aniambie if he ever finds himself in such a situation. Will you blame your parents ati hamkutafuta hao wengine wakitafuta? Utakuwa hapo ulize mzazi, kwa nini wewe huku shosho alikataa kushikwa mateka, kwa nini na wale settlers na sasa ningekuwa black American? Will you ask yourself such a question? Ama what will you do? Okay, ni hako mwene jitikiria tu jarie tujikareti uguothe tondu wa resetting ya our camera lady. Okay, pangu mimi mwenyewe wengine wetu tumejipata kwenye upande kama huo, unapata ya kwamba imeshindikana na tumejipata kwenye kiwango ambacho hatuwezi tukaendelea na masomo kwa sababu ya ukosefu wa pesa, na tunaona kwamba kuna wengine ambao wako nyuma na pia wao lazima wasome, na namu watu kuchukua those responsibility kwa sababu ya walioko nyuma na kuweza kuwasaidia. So you mean you can sacrifice your dreams? Yes, I can do. You can sacrifice your dreams, nini? Not even that I can do. That's what we are doing now. Okay. Yeah. And I think that's the thing that is making us Gen Z different from others. Yes. Na maaganisho marona tunajiona sana, lakini it's that we are just trying to give ourselves opportunities that our parents didn't, and for them they thought it was arrogance kufanya vitu zingine, lakini for us we are finding it is I'm supposed to do it. It's something very easy.
and to my parents and also to my siblings. So you can. Yes, I can do. Thank you. Can I get somebody else atuambie? Wewe utauliza mzazi kwa nini alikataa kukamatwa na those nini settlers. Wambebe waende na yao America ukwe black and American. Wewe ni mwenye unakaanga chini hivi unauliza mama yangu wazazi wengine wakitafuta magari ulikuwa wapi? Na sisi hatuna hata kashamba. Can I get another suggestion? Can I get something else from someone? What will you do if life just decides to take a different path from what you expected? Ninataka msichana moja. Mmesikia kijana ameongea. Msifanya ni wa mention. Najua nimejua majina zenu. Na sitaita wadodo. Nataka msichana mmoja atuambie, what will you do if you ever find yourself in such a situation? These things are happening, by the way. They are happening. Unapata like you just wake up and life have decided mimi ndo na kucontrol unicontrol tena. Can I get your suggestion? And tell us your name, please. My name is Esther Omboy, and according to the thing that you are saying right now, for me I can sacrifice myself for my younger siblings. Kwa sababu unajua mzazi ndiye amebeba jukumu ile kubwa sana, na ni vizuri to balance majukumu, because hakuna mali imeandikwa ati mzazi lazima atekeleze wajibu wake. It's up to you still as a the main sibling, ama uangalie your younger siblings and to take the responsibilities zenye parents wako wana take still. Thank you. Thank you so much for your honest answer. I know it's honest. Yeah. So, if I may ask, ni nani amejipata in such a situation? You are wondering, mimi sasa nitafanya nini, niendelee na masomo? But then do you know it's not only ati si school fees peke yake inafanyanga mtu akose kuendelea. Some of us got pregnant, and you had to leave your studies kidogo, then you go back to school. Like, I don't know how to say it. It's painful, by the way. That thing really hurts when you know you are supposed to offer yourself for your siblings. Or else you have to offer your dreams for some responsible, tutasema nini, vitu zenye hatuwezi epuka. So, like, I would want to hear if there is another person mwenye amejipata or you have a suggestion, you have found yourself in a certain different one from lack of school fees, ati umejipata in that situation, ukakuwa hakuna siezi acha kenye imenipata saa hii niendelee na masomo, because some people wanapatwa na diseases. Unapata that disease is very chronic, that lazima kwanza ni pause my studies, nieke my dreams beside. Can I get another answer? Can I get somebody else? Somebody else. Jacinta, nisikutaje. Can you say something? Nisikutaje tafadhali. Kuna mtu mwingine anaweza tuambia kitu? I want to hear something. Or, tebu patia a random person, I ask them something. Just a random person. Take somebody. I want us to play a game with the person mwenye amepewa that microphone. I want us to play a game. It's called this or that. If you are asked to chase your dream or take responsibilities, what will you choose? Sometimes it will depend with the kind of responsibilities you are supposed to take, because some responsibilities you can never run away from them. Yeah. What if you are asked, do you want a soft life or a struggling one? No, it depends. Is a come, is a go. So it depends on the person. Yeah. So like, ina depend na mtu kuchoose a soft and a struggling one. Yeah, but when you are making choices, you must be also aware that choices have consequences. So you must project to the extreme end to know, if I follow this path, what are the
repercussions, and if I follow this other path, which are the repercussions. So when you are aware of the repercussions, you are able to make a sound decision. Okay, then if somebody asks you, will you choose a campus life or will you choose a family life? A family life is important because campus life has a limited lifespan, but family life has a continuation. It's a future. When I mean about family life, I mean like unafaa ni sacrifice everything for my family. Even if I get a certain opportunity, tuseme for example nimepata opportunity mahali, kuna mtu anataka kunisponsor masomo, and I decide I'm going to take family and ni decide to support one of my siblings, or else you are told mtu amekuja na a very good idea, I want to take you abroad, and you are not supposed to talk to your family. Will you choose still choose family? Blood thicker than water. But also don't forget, the blood of the covenant is thicker than the water in the womb. Because there are some families when you unapata, they ain't even what will I say? Hawako grateful. Like sijui kama una get. Yani hadi kama your family is not grateful, you still choose them. Okay, it will depend with the context, because if you are born again Christian, you must make decisions out of your Christian life. So you must also consider your faith. Yeah? Should I go away from family, or should I start there and intercede for them? So it will be up to you to make a wise decision, either to go abroad and forsake your family, or stay with your family, fight together, and because God is faithful, you might end up making it together. Okay, I see. Thank you so much for the time that you've given us. And also, negwenda wewe hau moshie ototomere ndumiriri kuria kwa WhatsApp 0742 38 nako kawaru ni 0742 41 41 41. Oroho no igere hare mwena wa YouTube Murata wa Ngai TV na mwena wa Facebook ni Murata wa Ngai Television. Igera hau nigetha utwire your own opinion, because everybody's opinion matters. We have freedom of expression. Nako kwa Murata wa Ngai TV totirako higereria ugake urenda ugake ukegoro nikio kiega nikio kifataire. And I want also to ask you something. That friend of yours next to you, I want him also to tell me something. Mpatie microphone. I've remembered about the topic we were talking last time, and I will want to ask you a question in there. If I may ask, are you mentally strong or are you struggling mentally? Mentally strong. No, not. I've asked the question wrongly. Are you mentally strong or are you silently suffering? Okay, I'm mentally strong. You're mentally strong. Like you don't cry there under your blanket. You don't scream. You catch your pillow like this and say, I want it out. As a man, that is a red flag. Yes? As a man, that is a red flag. It's a red flag. Why? Do you know that is the thing that is killing men? Sahi hiyo ndo kitu inaua wanaume. Kujidanganya hiyo kitu mliambiwa na wazee wa hizo enzi, ati mwanaume asilie, mwanaume asifanye, but you are struggling mentally. You people are struggling mentally. Isn't it? Okay. To me, let me just say I'm mentally fit. You're mentally strong. Yeah. For real, you don't reach a point unasema no, nataka hii dunia ipasuke inimeze. You don't have to give up. You're okay, I like the spirit. Ebu nipatililie Harriet, aniambie kama ni ukweli yeye ako mentally strong. Like Harriet, are you mentally strong or silently struggling? Mimi siwezi kudanganya hiki. Nalianga. Unachizi? Oh, sorry. It's like, normal. Unajua, like most of the times, most of the ladies wezi pata dem mwenye ako mentally strong. Most of them cry. A high percentage. Wao wanalia. But see, ati wanalianga mbele ya watu. Ila utaka peke yako, umalize. Afu ulize ni nini mbaya? Macho yananiuma. Hivyo ndo venye inakuanga most of the times.
Okay, I see. Nataka tuambiwe na one of these two ladies wako hapa mbele. Hawa wawili. Mmoja tu mwenye tu atatuambia, is she mentally strong or silently struggle? Wewe mimi hata nimefunga macho nisione unapea nani. Anijibu swali. Sitaki kuona ni nani mimi. Are you mentally strong or silently struggling? Oh my. I can say that to some point, I struggle silently because I have to be strong, maybe for others. As a leader, I have to be strong for those I'm leading. Even if I would be suffering from inside, I have to come out strong. I have to give them hope. Like now I'm here to lead and teach the youth. I have to be strong for them, regardless of what I'm going through. Okay, naona. Kwa hivyo, tunachizi pale nyuma, lakini in real life tunadanganyana how strong we are. I can see. Naona mnadanganyana venye mko strong mentally, lakini kumbe, asante Mungu siko peke yangu. No, you're just strong for others. But we thank God that we are here. We have somewhere to cry to. We have our God. So behind the scene, we cry to our God, where we get solutions, we get answers, and we come out strongly after giving others hope, knowing that we are also not hopeless. Not okay. Lakini do you know for this wadogo, mimi kama mimi sasa nipeane example na mimi. I think pia hawa they also go through something. It's just that our parents, wacha sasa tu niseme tu ni our parents wanachukulianga this thing being like, okere mwana uragioneke, and that thing is affecting most of us sana in our like right this age. Odosho maybe wathu dokire jigana kana gaka doka ko ajere kuitorura we munene tondu muciari areciria atiriri wewe mwana unapata stress ya nini. But imagine these kids also go trauma. I want you to tell something, our parents something about that. Waangalie mental state ya hutu tudoto tudogo kabisa. And as she says, let us give a very loud applause to our guest. Nataka nisikie shangwe. Clap for her as she comes here. Clap for her. And Kara, wherever you are, simama ukuje hapa mbele tukae na wewe sasa ndio. Sasa we get into the real business. I want to hear from you. Okay, I would say everybody go through their own stress, including the young one, the breastfeeding one. They go through their own stress. And what I would tell parents, allow children to be children. Allow them express themselves where necessary. Allow them to give them a shoulder to lean on. Give them your chest to cry there and express themselves. Through that, they are able to release stress. They are able to contend with us. And we are able to understand them and journey together with them. Thank you so much. Ebu jipigieni makofi juu ya kuongea na mimi na have that time with us. And now I want us to applaud Carol as we start sasa ndo tuingie to the nini. And imagine guys, guess what? I'm shocked to see this girl. I know her. I didn't know I know you. Like you didn't tell me it was you. Why? It's me. I didn't know it was. Imagine this girl. The last time we saw each other, it was 5 years ago. Yes. Sure. When I was in high school. She was my schoolmate. I'm shocked. I didn't know. Sikuwadanganya msione hivyo. Hata Mungu anaona roho yangu ni safi. I didn't know it was her, by the way. And thank you so much. Welcome. Ati tumepatana sasa kwa career. Sasa si shule. Thank you so much. And nataka usalimie watu and then give them a little introduction about yourself. Praise God, church. Praise God again. My name is Caroline Wamboi from Gatondo South. Yeah. And I'm glad to be here. Thank you for welcoming me.
and being a guest is my pleasure. Thank you. Thank you so much. Na mimi sitaki uogope. Sitaki uoga mimi. Sijazoea watu wengi so msini. Ebu waangalie hapa. Unaona ukiangalia hapa utawaona. So I want us to start with the story itself. Ndio nataka hawa watu wa learn something from your story because it really touched me and I want you to tell them Tebu waambie sasa the story itself. Okay. I'm Karo, as I've said, from a family of 3, na kutoka sijui kama kuna mtu anajua Gatondo South place inaitwa Ituro, and I'm a firstborn. Yeah, and kuna time niliona show ya Marian, kuna dem alikuwa na share her story. Hawalijui Marian unawaambia guy. I know her as Marian, so I don't know how you know her. Mana nite mso. Okay, okay, kuna show ya mso niliwatch and I was touched also, and I also like ni relate na nini yangu, life yangu as a firstborn. Naona watu wengi hapa ni Gen Z, and nani firstborn hapa? Wow, venye nasema najua mta relate, and I know maybe neza kuwa sija make it in life, but I know chenye nitasema it will help someone who is going through a lot in life and she feels all he feels it's the end of life. Ama Mungu amemwacha, but don't feel like that. I know it's hard for you guys. Mtanialao niongee about firstborn for now because that hiyo ndo imenileta, si ndio? It's my story. So I'm a firstborn of family of 3 and from a single parent, and my mom, and wherever she is I greet her and I love her so much. So when sijui nianzie nitaanzia after nimetoka campus. Nataka sasa waambie what like sasa nitakwambia aje tumeingia campus. Then life changed. Yeah, that's where my life changed because my mom she really struggled because nikiwa high school siku struggle sana, nilisoma vizuri and alikuwa nilipia school fees. After nimeingia campus nikasoma first year, and first year sikuwa na struggles mingi. Sasa tuingie second year first semester, that's where the struggles started. And unafika mahali hadi ushaifukuzwa ukiwa kwa exam room, unaambiwa utoke jujalipa school fees na ulikuwa umesomea. So I was like, sasa hiyo first semester second year I was like no, I'm done cause pia huku hii side nyingine rent hujalipa, landlord anakusumbua, unafeel kila time inabidi upotee ndio msionane na landlord. So I called my mom. This is a decision I made myself, by the way. I was not forced. I called my mom and I told her, mi nataka kuja home. Ilikuwa exam period. Nataka kuja home. Kaniuliza kwa nini? Nikamwambia, mi naona like you're struggling a lot and pia mimi naweza taka nikuje nikusaidia. And she was like, it's okay. Nikaenda home, nikakaa the whole of December 2023. Si hakuna mtu anajua ati wewe umedefy and all that. Ni mama yako tu mmeongea, acha ni defy because of the struggles. And now tuko January. Sasa utaki watu waanze kuuliza ati mbona uendi shule? So I told my mom, si niende nitafute job mbali ndio at least nini watu wasianze kuniuliza mbona yuko shule and all that. Mi nikaenda kutafuta job, akaniambia it's okay, wewe utafute. Nikaenda. Kumbe hapo ndo life sasa sikuwa najua. Mimi nilikuwa nimezoea kuitisha. So nikamwacha bado na providea watoto wadogo. So unaona ilibidi niache shule ndio at least aweze kulea hao watoto wawili wako nyuma yangu. And now nimeenda place nyingine. Nikaandikwa kwa boutique, nilikuwa nalipwa 5k
per month. Oh my Yeah. God. Na rent ilikuwa 25. So tulikuwa na bishte yangu. So ni yule mnaanzia life, mattress iko chini, kila kitu likata, hamna kitu kingine, mattress na kagas. Sasa ikakuwa 1 month. After 1 month nikapigiwa simu from home. Nikaambiwa, actually it's my grandmother alinicall. Akaniambia mamako job yenye alikuwa amenisupport nayo kutoka high school amekuwa nayo kutoka tukiwa primary. So aliniambia mamako amefunga job. So na mama ako ameniambia, and I was like, wa? Na mbona mama akuniambia? Sasa ni wewe na siblings. Sasa ni mimi. Na unajua sasa hapa mama janiambia ati amefunga job, ni shosha ananipigia. Na kuna aka last born mama alikuwa anakaa na yeye. So alimpeleka kwa shosh. Shosha ananipigia ananiambia pia huyu last born ako home. Sasa inabidi ukuje mjumi siwezani peke yangu. So si nitoke place niko niende home. After nimeenda home, I had nothing. Sikuwa na anything. Na huyu last born alikuwa amekaa for 2 weeks home. Hakuwa na school fees, alikuwa amekaa home. So nianze kutafuta job and all that. Na bado sasa bado my mom unampigia simu, sijui kama ushai lose job ya umekaa nayo for so long, more than 10 years. Yeah. Na sasa sijui what came into her. Sasa sijui mimi siwezi kuambia, and I was like let me help her cause sai sijui kama ako place poa. Now I started nikaanza kutafuta job. Sasa kutafuta job, hakuna job. Someni. Huko nje. Nikuta, hebu someni, mwachane na boyfriends na girlfriends. Yeah, so after nimetafuta job, yenye nilipata ilikuwa ya squad kwa butchery. Kuna mtu hakuwa job. Sasa nakumbuka nilikuwa nafua nguo. Unaona venye unaenda ukitafuta job, unaacha manamba. So nikapigiwa simu nikaambiwa, unaweza kuja place fulani. Nilikuwa nafua nguo, niliachanisha nguo nikaenda. Ni place fulani, kuna mtu hakuwa, so ilibidi nimreplace. Sasa after tumeanza hiyo squad hivyo, wakaona mimi ni mtu mzuri, nafanya kazi. But nikifanya hizo squad, pia nilikuwa nafulia watu nguo. Nilikuwa naenda nafua nguo ndo napata extra. So tukaendelea hivyo until nikaingia kwa hiyo butchery. I worked for 5 months and tukastruggle hivyo, tukaendelea. Bado sasa najaribu kutafuta job fiti yenye inaweza sustain my siblings and all that. Sitaki kuona wakiteseka. Sijui kama firstborn mko kama mimi. Hiyo ni Firstborn Chronicles. Like we do go through that. We want to see our siblings in a better place than we have ever been. Yeah, and I was like, nilikuwa nalia. Sijui kama ushaikae chini unalia kila siku. Oh, you are pretending to be mentally okay and you are silently struggling. Yeah, I was crying after job. Naenda home nalia, naambia Mungu, hii job walai sustain. Ni ile tu kidogo, but thank you Lord, but nipe job fiti. So Mungu ni nani? Akawa mimi sijui niliona ni Mungu ama ni nini. After nimewaka hapo nikapigiwa simu na mtu wako na pesa, azin mtu celeb. Boy, ukapata mbabas. Hata si mbabas. Ni celeb tu akanipigia simu. Ati nasikia unatafuta job and this happened. Nikamwambia and it was like, si ukuje nikupe kazi. Mimi nikaenda. Unajichekelea. Hata najichekelea cause tunakuanga desperate sometimes and sitaki kuongea sana, but msikuwe desperate sana kwa kazi. Mimi acha niwaambie msitikie kuwa desperate cause what happened to me siwezi itikia tena. Nikujudge? Nikujudge? Usinijudge. Listen but don't judge. Yeah, and okay, alinipea job. Sikatai. Nikapata job ilikuwa ya catering.
kupata job nikaambia Mungu asanti. Asante sana, nimepata job na hii job inalipa fiti. At least nitaweza kutuma kakitu home. Actually my grandmother alifurahia sana. Akaniambia hebu enda ufanye job. Guess what? Kumbe job yenye nilienda nilikaa for 3 months. Kasijalipwa. What are you saying? Yeah. Sasa ulifanya mtu kazi kama Jacob? Exactly. Oh my God. And Sorry. I was like, ilikuwa last year. Sasa December, the whole December holiday, una sacrifice hujaenda holiday kwa kukaa na watu wenyu. And sasa unagojea kamshahara ndio Januari uweze kupeleka watoto waende shule wakiwa smart. Ndio usifeel like umewafail. Sasa unagojea pesa, but mwenye umewakia anakuambia we don't have money. God. So that's bad. Hiyo hata itafanya mtu ajinyonge. Imagine working for someone 3 months na uko na rent, uko na fare. Exactly. You have to eat. Yeah, that's bad. Na wenye mko huko nje mnafanya hizo tabia, haijai. Mungu anawaona. Siwezi advice hivyo by the way. Wenye amlipangi watu salary msiwahi kosa. Mungu asanti. Thank you God for where you brought me. So, sasa ni December sasa nimeona like nimerudi home. Wanagojea niwaletee shopping, niwaletee usiku wa holiday. Alafu watoto wako zile za Karo anakuja lazima niletee tamu. But hiyo tamu unawaletea tule at least wa feel vizuri. Sasa tuko January and now sina pesa na watoto wanarudi shule. But I had a friend who alini call nikamwelezea shida zangu, akanipea loan na tukarudisha watoto shule. So mimi nilirudi tu kwa ile kazi juu sina kazi nyingine sasa. But nilirudi January. But January nikauliza Mungu, yani ulinileta hapa by the way mimi nakuanga na ile ya kuuliza Mungu maswali. Kaulizangi Mungu maswali. Sijui namuuliza maswali. Mimi najua ni wewe ulinileta kwa hii kazi. Mbona niteseke hivi? Like mimi nilidhani nishaomoka. Yani nishatoka kwa block venye tunasemanga. Nishatoka kwa block. Ushatoka. Ulivute tutoke. Sasa nilikuwa dhani mimi hata sirudi ushago. Nikamwambia Mungu hii maisha mimi siwezi endelea nayo tena. And kuna friend yangu tulikuwa pia tunasoma naye high school. Na but tulikuwa tumetoka area moja. Nikamcall, nikamwambia mimi mashida zangu. And she was like, "Sikuje ukae kwangu, tutafute job." Nikamwambia ni sawa, siacha nikam. Nikakuja, nikaenda kwake, nikatafuta job. And before nipate hiyo job, kuna mtu mwingine sasa akanipigia. Na tusimu tunaingia sana. Ni kama shetani alikuwa ameamua. So kunipigia akaniambia sukuje. Friend yangu alikuwa ameniambia wewe tulia tafute job huku area. But huyu kunipigia akaniambia wewe kuja tushapata job huku na hii job haulipi rent. Unapewa accommodation. Hiyo job, hiyo time nilikuwa natafuta any job. Mimi nilikuwa ready kutafuta any job. So alikuwa ameniambia nitakuwa sasa hii yenye tulikuwa tunatafuta friend yangu alikuwa ameniambia amepata ya kulipwa punch per day. Lakini huyu mwenye anipigia aniambia wewe kuja, huyu ukiongea na yeye atakuambia zenye atakulipa. Amekasema yeye yenye silipi rent na huku kwa friend yangu sasa nitaanza kulipa rent. Acha niende hii yenye atulipi rent. Kwenda kumbe ninalipwa. Ushaingia kazi but hujaambiwa unalipwa how much. Unaingia kazi. Unaanza kufanya kazi kama mjadecide. Juu uko desperate na kazi. Nikaanza kufanya kazi. The first day nilipewa 300. Kupewa 300 nikaambia Mungu, it's okay, silipi rent. Naweza save at least juu fare ilikuwa ya 20 bob, nita save 250 per day. Nitakuwa nafikisha kitu pa end of week. Mimi kukakaa like 3 days nikaanza kulipwa 200. Mimi acha nikwambie mimi nilishtuka. Nikaanza kujiuliza ama niliumbiwa mashida. Juu sasa nishaanza kulipwa 200 mimi sasa sijui niende wapi. Ndo sasa tukaendelea. After 1 week
pia akaanza zile tabia. 1 week hakulipi hivyo. Nikaquit. Hebu kwanza pause hapo. Naona watu wananiangalia zile za isho yako. Hebu tuende break kidogo. Then at least nikunywe maji. Hata nyinyi mmeona tumeongea sana. Nataka niende nikunywe maji kidogo. Na ndokariga rogo tutumira ndomereri kuria kwa WhatsApp 0742383838 na kwa mwana wa SMS 0742414141. Ora ututumira no igere kwa mwana wa YouTube Murata wa Ngai TV na kwa mwana wa Facebook ni Murata wa Ngai Television. Neto kunyitanira twashokereria. Eno hihi nĩ wĩiguĩte Mũrata wa Ngai TV ĩragwa gwakuja Otaba, na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩrakũrehera tabarĩra ya Mũrata Matũũra-inĩ kũrĩa tũrĩhukuraga matũũra matiganĩte tũkamenya ũrĩa matariĩ. Tabarĩra ĩno ĩrĩgũkinyagĩra thaa 1 cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa Jumamothi. Nĩ tũnyitanagĩre. Eno nĩ Mũrata wa Ngai. Hihi nĩ wĩharĩirie kũigua ciĩgiĩ ũteti ũkĩnyitanĩra na kanitha? Ngai aroguteithia. Mungu akusaidie. Uconokere wĩra wa Ngai. Waipikie kazi ya Bwana. Utige kunyararithia wĩra wa Ngai. Waache kufanya kazi ya Mungu idharauliwe. Mtungatĩri tiga kugayania wĩra wa Ngai. Kiwa mtumishi waacha kugawanisha kazi ya Bwana. wĩra wa Ngai. Aipikia kazi ya Bwana. Na wĩtherie. Na ujitakase. We have counted 1 too many. But this is now a wrong number. Kenyitanire na ithuĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia tabarĩra-inĩ ya Nguru Ngai-nĩ. Nimesikia mmemwambia Stephen ya kwamba kulia kushoto mbele na nyuma lazima usimame rais. Lakini unajua hata mimi niliambiwa hivyo. This fight belongs to the Lord. He brought us here. He brought us here. You cannot call out somebody for the wrong and then you are committing the wrong yourself. Gĩkururĩre karenda yaku tũkanyitanagĩra na tũkamenyaga harĩa twerekeire tũrĩ ta bũrũri. Mwega mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV ni gitagwo mutungatiri Bethi wa John. Maandiko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 103 verses 2 and verses 3 maugaga atĩrĩrĩ: ngoro yakwa kĩgathe Jehova na ndũkanariganĩrwo nĩ wega ona ũmwe wa marĩa anagwĩka. Arĩ we ũkũhagĩra waganu waku wothe, ndwari ciaku ciothe onacio nowe ũkũhonagia. Nĩkĩo ndĩragwĩtĩra mahoya maitũ ma monthly prayers marĩa magakorwo kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Njatha-inĩ Church, marĩa magakorwo magitongorio nĩ Bishop John Githire kũrĩ mweri 1 mweri wa gatano mwaka ũyũ wa 2026 kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Karibuni sana. Nĩ harĩ ũmwe wanyu gatagatĩ kanyu ũrwarĩte. Ũcio nĩete athuri a kanitha nao mamũhoere makĩmũitagĩrĩria maguta rĩtwa-inĩ rĩa Mwathani. Tarĩki nĩ 1 mweri-inĩ wa gatano, na rĩo igongona nĩ mahoya ma o mweri marĩa magakorwo magũcokeria Ngai ngatho nĩ arĩa ahonu na kũhoera arĩa arwaru, marĩa magatongorio nĩ Archbishop John Githire kanitha-inĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Inyuothe mũrĩ anyite ũgeni.
Mũgĩkũyũ augaga ndũgũ nĩ makinya marĩa tũrenda mambĩrĩrie o wega gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV woka nĩ mohoro. Walimu tayari mimi nimepanga walimu, tumeajiri walimu 76,000. Those were not demonstrations. That was theft. Haha tũrĩ maigagĩrĩra ratirini tukahinya marĩa marahanĩka hatarĩ kuogora ona kũrũria cumbĩ. Kalonzo atapisha baadaye. Sisi sio wajinga tukiwa wameru. Hakuna mtu atatundanganya kwenda kona tutoke kwa serikali. Makiria ma uwoka ni uteti. Tulipigia Rais William Ruto. Tulijua yeye si Mkikuyu, lakini kwa sababu sisi ni wazalendo na ni wa Kenya, tukampigia kura. Wojoria. Trade between Kenya and US is crucial and critical. US is, I would say, our 4th or 5th largest market in terms of export. Uthi na utongoria wa bũrũri. In all the other arms of government, there must be concerted effort in regards to the existential threats that we have in our economy. Honorable Speaker, one of them is debt. Ona mathako. Garnacho's cross. Tũrĩ makĩragĩra o haha thĩinĩ wa metha-inĩ itũ ya mohoro thĩinĩ wa mũtambo waku wendete wa Mũrata wa Ngai TV kuma ng'ongo na ng'ongo harĩa rũthiomi rũrũ rwahunja. Eno ni Mũrata wa Ngai TV. Hihi ni wĩiguĩte Mũrata wa Ngai TV ĩragwa gwakuja Otaba, na nĩkĩo niĩ Wanjirũ wa Wainaina ndĩrakũrehera tabarĩra ya Mũrata matũra-inĩ kũrĩa tũrĩhukuraga matũra matiganĩte tũkamenya ũrĩa matariĩ. Tabarĩra ĩno ĩrĩgũkinyagĩra thaa 1 cia hwaĩ-inĩ mũthenya wa Jumamothi. Nĩ tũnyitanagĩre. Eno ni Mũrata wa Ngai TV. Thengio muno mwiroreri wa Mũrata wa Ngai TV, na riu ni twacokereria nigetha tuigue rugano rwa mugeni witu. Ona we hau mucie ngwi hope ni ura thoma kaundu oroho gicokagiria Ngai ngatho ni undu wa uria agwikite tondu toro uguo Ngai gukuiga haria kuigite tha ici.
koguo ni wega muno gacokagiria Ngai ngatho ni undu wa haria gukinyitie na ni undu wa uria gwikite. Riu ngwenda twendere na rugano. Ni ndirenda kuria marigu tutikage kiria tutikerwo ni mwirekeri mathaa ni mathira. Ngwendaga riu twendere na story. After you quit that job, did you ask yourself what next? Ama ni atia wekire after you quitted that job? Okay, what I did, I stayed home for 1 week. Ushaika kwa nyumba unalia, unaomba. Hiyo time sasa, okay, nikiwa ile job nilikuwa like hata sikuwa close na Mungu hivyo. Hata nilikuwa nakumbuka that one day nilienda club na nilikuanga like mimi kuna time nilikuwa nimeambia Mungu mimi sitawahi enda kwa raha za dunia, mimi sitaitoka kwako. But kwa ile job yenye nilikuwa sasa ile December nilikuwa na friends walikuwa ni influence and nikajipata nimeenda kwa club and nikajiuliza Mungu ndo unanipunish juu nilitoka kwako. So after nimequit job nilikaa for 1 week. Nilikuwa like naimba, naomba, naambia Mungu mimi sitoki hapa kama hujanipea job poa. Na afu tena kuna time mtu anaambia wangu uwezi kaa kwa nyumba tena ugoje Mungu akuletee job hapo. So after hiyo 1 week akasema Mungu mimi nishakuomba. Sasa nikitoka hapa nenda nikiulizianga kila mahali mko na vacancy. Na nikaenda, it was on a Monday, nikaenda kuulizia. Nikaenda kwa hoteli fulani. Wakaniambia hatuna job permanent but wewe kuja kuna mtu tulikuwa tunafaa kuleta leo atusaidie. Nikamwambia nitaingia, ni sawa. Hata hiyo Monday haikuisha. My friend the girl akanicall. Akaniambia bosi yangu anatafuta msichana wa kazi. Anatafuta manager. Unaweza? Nikamwambia mbona nikatae? Akaniambia atakupigia tu saa hii. Mimi kukaa bosi yake akanipigia. Akaniambia mimi natafuta msichana, unaweza kuja? Nikamwambia yeye anaweza kuja, and that's how I got this job that I have right now. Nikamwambia Mungu asanti, venye niliomba last week au kunifail. Na that's how nikaanzia hii job and God have been faithful a lot. Hata kama struggle, Mungu amekuwa like usiwahi kosa kuongea na Mungu. Hata ukiona like umepotea njia, we rudi umwambie Mungu nimekosea na I know nimekosea, but angalia tu kwa kitu. But mimi sikuwa namuomba hivyo, nilikuwa namwambia hata kama mimi nimekosea, angalia tu hao watoto wako home, how they are struggling. Like nibariki tu juu yao, si juu yangu juu nimekosea juu yao, but because they are small kids, and nibariki tu juu yao. And hivyo ndo tu nilipata hiyo job and I'm grateful. So finally, like sasa umeshapata kazi and now you have to start another journey. Yeah. Yenye sasa sai tunaweza sema it's fruitful. Yeah. Okay, in that process, did you like find yourself ama ulipata you lost the original Karo? Nilikuwa nimejisahau kabisa. Sikuwa nimejijua mimi. Nilikuja kujijua after nimekaa home hiyo 1 week. Mimi sikuwa mimi kabisa, cause I didn't care. Ile hata ningekaa for 1 month kama sijapiga simu home kuuliza how are the kids and all that. Nilikuwa nimejisahau kabisa. Yeah. So in the process you found now the real Karo. Yeah, sure. Can I ask you something? Tunaweza sema hapa ndipo unapatanga kuna mtu alituambia ndukanetikire Ngai akuhihinye uria kigwa kihihinyagwo gite thufu. So hapa unaweza ambia watu like don't allow that nini, usiongoje hadi Mungu akupush to that extent. Tebu tell someone there like something about that, like about that situation, what it have taught you. Hiyo situation venye imenifunza, just go back to God. Enda uambie Mungu mahitaji yako. Mimi acha nikuambia Mungu husikia.
unajua kuna time, najua nilikuwa nadhania watu wakisema ati ukiwa na mashida hadi friends zako hukuondokea, ati hata watu watakai kuongea nawe. Nilijua ni ukweli. Hadi unapata mtu anakupigia simu, anakuambia, kuna mwenye alinipigia simu akaniambia, wewe, nilikuwa na deni yake. Akaniambia, wewe hata ukisikia kunilipa, ukikufa utanilipa. Wewe ni kama ulizaliwa na mashida. Hiyo time nililia, nikaambia Mungu, mimi nimechoka. Sasa mimi time ilinisaidia mimi venye naweza kuambia just go back to God. Hakuna mtu wa dunia hawezi kusaidia. Pia mimi nilikuwa nategemea watu wa dunia. Juu ungepata mtu ameniambia, mimi nitakuconnect na job and I believe in him or her. But ikifika ni hapo huwa wanakufail kabisa. Usiamini mtu wa dunia. Aminia Mungu. Go talk to God. Endo mwambie mashida zako. You are going through a lot right now. Endo mwambie. Hawezi lala njaa. Ni mimi nakuambia, ukiambia Mungu mashida yako, huwezi lala njaa. If I may ask, do you at some point reach a point where unasikia like I regret ever being in this situation? Like Mungu unanichukia kuniweka hapa. Do you ever feel that? Sometimes mtu hata wangapi nimeambia mimi nikiweza rudi tu kwa tumbo ya mamangu niambiwe natoka kama firstborn, nakataa kabisa. Nilikuwa nawaambia hivyo. Sometimes una regret, unasema ona watu wengine venye wako. Wao hata wao hata wakipitia kakitu, they just call. Una call tu kasimu, but wewe ushapata pesa. But mimi unakaa chini unasema mimi nitapigia nani? Utaki kusumbua your mom, utaki kusumbua watu home because you know the situation. But ukiongea na Mungu, you're okay. What keeps you going? What keeps me going? I will say here. Sisi sema ni mimi, but what keeps me going ni my siblings. Na mimi nitawaambia place wako. Hao ndo wanafanyanga niende place naenda. Isipokuwa mimi hao ndo tu naweza sema hao ndo wanafanyanga ni work hard. Ebu advise a young youth there, like younger you, mtu ako pale mdogo kukushinda, advise that person. Mimi naweza mwambia, si uko church sahi, just usiitoka church. Jumi kuna time nilikuwa nimetoka church nikakaa for 1 year, sikuwa naenda church and sikuwa naona like big deal. Unafurahia tu, lakini ikifika hii side nyingine una Mungu uko tu. But ukikaa church, ukae close to God, he'll never fail you. By the way, just be you. Usikue na peer pressure. By the way, peer pressure huku nje ni mingi. Usikue na peer pressure, by the way. If I may ask, umesema you differ in second year. Do you think that one day utarudi shule? Do you believe that one day na si mtu atanipeleka, ni mimi peke yangu nitajipeleka? One day lazima nirudi shule. That's my dream. Lazima nirudi shule because I believe without a certificate kuna venye. By then nilikuwa naamini na connection, but nikaona connection I work. Bila hiyo certificate and God. Kwanza Kenya bila yako ka education kadogo ama skills, achana hata na nini, just have the skill. Unaona ukiwa na hiyo skill lazima utani. Mimi nasemanga hata kama sitaweza kujifikisha kwa ile kusoma sana nirudi, but I will try to do a course which will give me a skill and I'll be able to kujijenga. Imagine you get that skill and also the course. By the way, ulikuwa unafanya course gani? Nilikuwa nafanya hospitality management. I see. Ndo maana ulikuwa umesikia catering and then I'm like, sasa hapo ndo niliambia Mungu, nilikuwa nafanya hii course na nimeitiwa hii kazi. Mungu unanipenda sana. Ni kama hata sitaitafuta kazi nyingine. Ebu sasa advise a person mwenye in that situation that you are in, mwenye amefika to a point like I'm about to give up, juu penye nimefika kitu imenisukuma sana. So advise that person mwenye ako hapo in that situation. Don't give up.
Hiyo ni kitu naweza kuambia. Never give up, by the way. Okay, sometimes pia mimi nilikuwa na give up na nasema mimi hata siombi. Mbona niombe na mwenye naomba hanirudishi maombi. Si ndio? Na tena unakaa unasema hii dunia, unaanza kujitusi. Unasema ama ni mimi nilikosea. Ama kuna mtu nilikosea nini na roho yake hajanisamehea. But sometimes unaendanga tu unaambia Mungu nisamehe and everything will be okay. Don't give up. Na usiende ati kuna friend mmoja unaweza share na yeye, usikae na mashida zako. I have that one friend, hajaichoka na mimi. Anaitwa Josephine. I love you so much. Nikimwambia mashida zangu, alikuwa na hakuwa ichoka na mimi. Nikimwambia sina pesa, ananitumia, and she's a very good friend. Pia wewe, but usiamini my friends, kuna wenye wanakuanga wabaya, ni wakora. Ako tu hapo, maybe kuna Kenya na benefit, but don't give up if you're there and you are going through a lot. Yeah. What I will tell you is that life doesn't delay your dreams for suffering. Sure. Imagine it always delay your dreams to prepare you for it. Because you never know that dream itakuja, how big itakuwa. That's why sometimes the life always puts you in some situation ndio ikuharden, so that when you ukifika that ile dream yenye ulikuwa unataka, wewe utakuwa ushajua kuhandle vitu. At this moment, if God decides to bless you with weze kukubless urudi shule umalize your course, and maybe you start your own motel or hotel. Imagine sasa, like right now you shall gain the skills from all the places you've been. You've also gained the skill of leadership, because kukua wewe ni responsible for your other siblings, it gives you a certain leadership power. Na sasa ukifungua your own hotel, at least you know how to manage it, because already you have gone through everything. I would love uangalie ile camera. We are winding up, and say hi to few people, then say bye. Okay. Thank you for everything. I believe one day naweza rudi hadi hapa niwaambie God did it. Na unaona hiyo kitu kidogo Mungu akikufanyia, go say thank you. Ati sasa Mungu ashakufanyia kitu and bado wewe unaendelea tu una assume. Just go and tell thank you. Go and say thank you. Na uambie Mungu, hii kidogo umenipea, asante, and I know you are planning something big for me. Venye naweza taka kuambia watu, just believe in God and trust in yourself and everything will be okay. Na nitawacha na Psalms 28, enda usome from verse 1. Itakusaidia sana. Sometimes hata ukisoma Bible, inakupea hiyo motivation, inakufanyanga usikie uko na hiyo nguvu. Yeah, so nitasalimia my mom. I love her so much, and she has tried. I also greet my grandmother, my siblings, Jeff and Margaret. I love you so much. Feel loved from where you are, and never give up. Just know your sister will come for you one day. Thank you so much. I want to have a sister like you. Menifanya hadi nika feel so emotional. Thank you so much for coming. Na I'm humbled kukuja hapa ndio you share your story, because kuna watu wengi wame learn from it, and I hope we mwenye uko hapo nje umecapture kitu. We mwenye umeketi hapo, you have also captured something, and that thing, let it keep you going. Ati o muthenya wokira ukaririkana that situation you are in. Imagine one day you step out that situation you are in, kuna mtu mwenye ana desire kuwa hapo. Hutawahi kuwa mbele na hutawahi kuwa nyuma, cause kuna mwenye ako mbele yako unataka kufika kama yeye, na kuna mtu ako nyuma yako anataka kufika kwenye wewe huko. So wherever you are, be thankful, be grateful, and let God take action and control your life. Okay?
Now till next time, niä ndirä na å ndå å ngä wa kuga nä wega wikare hau må tambo-inä wa Mũrata wa Ngai TV tũnyitanä re na tabarä ra iria ingä igå ka na roho twendere na seminari ä rä athiä na mbere gå kå mwena wa Theophilus Church Njatha-inä nä getha tå thomithio maingä megiä må tå rä re witå maingä megiä foundation. Ngwĩraga foundation nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtonekaga no nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata na kĩa goro mũno mũtũrĩre-inĩ wa kĩndũ. Onokorwo nĩ nyũmba, okorwo nĩ mũtũrĩre, foundation really matters. Na nĩkĩo twĩ haha nĩgetha tũbundithio living a life with a purpose. And now till next time, ndiĩ na ũndũ ũngĩ wa kuga. How will you tell them, my audience? Bye. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV.